ya 24. Inasema enyi mlioamini, yani Waislamu, yani watu walioamini, muitikieni Mwenyezi Mungu, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapokuitieni jambo la kukupeni uzima. Anakuwa mtume Muhammad anapeana nini? Uzima. Tulia. Alitaka haya, amepewa. Ya kwamba kumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaita watu kwa njia ya nini? Ya uzima. Asante sana mwalimu, sawa kabisa. Akasema yeye anampata Yesu. Yeye anampata nani? Yesu. Kwanza leo naona vihoja mahakamani. Mwalimu, naam. Yesu ameondoka duniani, ameoa? Hajaoa Qur'ani 4:3. Mwalimu soma, teremka. Qur'ani 4:3. 4:3 inasema hivi: kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu wa mayatima, basi ndio ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Basi oweni mnaowapenda. Tulia. Mtume Muhammad anasema oweni mnaofanyaje? Wapenda. Na leo kwenye gari pasta naye nani? Akona wake. Na Yesu hana nani? Hana mke. Kumbe anachukua mafundisho ya Muhammad akafanyaje? Akaichukua. Akaoa. Kama anampata Yesu angebaki bachelor, angebaki nini? Angekaa bachelor. Hebu nikuulize msomaji. Naam. Mtume Muhammad alikufa akafanywaje? Akazikwa. Yesu alipaa kaenda wapi? Mbinguni. Na yeye mchungaji atakapokufa atafanyaje? Atazikwa. Kumbe atampata nani huko? Muhammad. Unaona Sasa namshangaa pastor baba. Yaani huyu Yesu ametumwa kwa kina nani? Yesu huyu ametumwa kwa kina nani? Naam. 15:24 Mathayo. Teremka mwalimu. Mathayo. Inasemaje? 15:24. Inasema ndio. Akajibu akasema, Yesu akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea, ndio wa nyumba ya Israeli. Alakumbe Yesu ametumwa wapi? Israeli. Muhammad 758 Qur'ani aya 758. Kitabu cha Qur'ani kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Teremka. Inasema sema ndio. Nabii Muhammad, enyi watu, hakika mimi Nabii Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu wenyu nyinyi nyote. Hapa nalo kuna watu ama hakuna? Kunao. Kumbe wote wametumia mtume anaitwaje? Mtume Muhammad. Na Yesu akatuma wapi? Israeli. Hapa ni Israeli? Hapa ni Kenya. Pengine kate passport akaishi kwa Israeli. Kwa maana Yesu katuma Israeli. Mwalimu, nipo. Akasema kwamba Muhammad ana mamlaka kweli? Akasema mwenye mamlaka ni Yesu kweli? 20:20 Mathayo. 20:20 Mathayo. Inasemaje? Inasema hivi katika kwenye kusikiliza. Ipo mama ya wana wa Zebedayo. Ndio. Akamwendea pamoja na wana haya akamsujudia. Na kumuomba neno. Ndio. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, ndio. Agiza kwamba wanangu wawili, teremka, waketi mmoja mkono wa kuume na mmoja mkono wa kushoto. Ndio. Katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, ndio. Hamjui mnaloliomba. Lakini hamjui mnaloliomba. Kanisa. Waweza kukinywa kikombe nitakachojoa mimi? Teremka mwalimu. Akamwambia, ndio. Twaweza. Akamwambia, ndio. Hakika mtakinywa kikombe changu. Lakini uketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto. Sina amri. Kumbe hana mamlaka. Yaani hana amri. Wewe hebu nikuulize. Wewe ikiwa wewe ndio landlord, kwa mfano wewe ama wewe ndio pale kazini, wewe ndio supervisor. Sawa kabisa. Mtu akuja kuambia naomba unipe gunia moja ya sukari. Naomba nikupe gunia moja ya nini? Ya sukari. Akwambie sina amri. Wewe na mamlaka huyo? Hana. Mpaka nani? Mpaka mkubwa. Mpaka nani? Mpaka mkubwa. Sasa huyo Yesu anayefuata jamani, msiba kwanza kabisa 8:20 Mathayo. 8:20. Mimi namshangaa mchungaji. Yaani jamani msiba. Wewe usipofuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahannam fi nari jahannam halidina fiha abadan. Maliza mwalimu. 8:20 Mathayo. Inasemaje? Yesu akamwambia mbona wanapango. Kuna mtu mmoja alisema atamfuata Yesu kama ndugu yetu anavyosema yeye anamfuata Yesu. Sasa maandiko yanasema Yesu akamjibu yule mtu, hebu anzia hapo juu kidogo. Anianzie juu kidogo. 18. Na Yesu ndio alipoona mkutano mengi wamemzunguka, aliamuru kwamba kwenda ng'ambo. Mwandishi mmoja akamwendea, akamwambia mwalimu, nitakufuata. Mwandishi mmoja akamwambia Yesu, nitakufuata kama vile pasta anamfuata Yesu.
lakini mwana wa Adamu ndio anapakulaza kichwa chake. Jamani, kumbe mwana wa Adamu anapakulaza nini? Kichwa chake. Sasa ikiwa mtu analala nje utampata? Huwezi. Na wewe una nyumba, afadhali mimi nakeja pale na nyumba kidogo nalala. Lakini yeye mwana wa Adamu hana nini? Anapakulaza kichwa. Basi umesikia Basi unasikia hana nini? Anapakulaza kichwa chake. Anapakulaza kichwa chake. Sasa Muhammad naye maandiko yanasemaje? Anasema Muhammad hawezi kujiondelea chochote, hana nafuu ya kujiondelea kitu. Unaona Sasa je, wewe Yesu, wewe una habari yote ama vipi? 5:30 kitabu cha Yohana. 5:30 kitabu cha Yohana. Ndio. Yohana wa Zebedayo. Inasemaje? 5:30 inasema hivi. Mtumishi, andika hiyo ni mpya Andika mapito hiyo. Inasemaje? Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Yesu anasema hawezi kufanya neno mwenyewe. Kama nisikiavyo, kama anavyosikia kutoka kwa Mungu, ndivyo ni hukumuvyo. Anakupa ndivyo anavyofanyaje? Anahukumu. Naye Muhammad hawezi kufanya jambo lolote mpaka asikie kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Naye Yesu pia vile vile mpaka asikie kwa nani? Kwa Mungu. Kumbe manabii wote walikuwa wanatoa amri kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa nasema jamani, mchungaji, kwanza kabisa andiko linasema kwamba jamani, wewe umeoa, umetoa wapi andiko uoe? Na Yesu ametoka duniani hajaoa. Muhammad amekufundisha uoe. Sawa Pia vile vile swali nauliza ni kwamba naam, baba nipo, Muhammad amefundisha mafundisho mengi mazuri, kweli si kweli? Kabisa. Na katika mafundisho aliyofundisha Mtume Muhammad ni mojawapo ni kwamba watu wafanyeje? Waoe. Na yeye pasta amefanyaje? Ameoa. Kama hataki kumfuata Mtume Muhammad asifanye nini? Akae bachelor. Kama nani? Kama Yesu. Unaona bwana Nipo. Baba, sasa maandiko yanazidi kusema au maandiko yanaendelea kusema, inaelezea je, Muhammad wewe ni mtume wa watu gani? Qur'ani 25:51. Naona mwenzake Mariga anapapatika, mara amekimbia kwa msomaji, mara amekimbia kwa spika. Yaani hausikii mpaka usongee kwa spika kabisa, utaziba sikio. Teremka mwalimu. Qur'ani 50 ngapi mwalimu? 50:51. 25:51. 25:51. Unaona ameanza kukimbia vitabu vile vimeandikwa riba road. Sasa anaona hoja ya Qur'an na Biblia hapa haiwezekani. Wacha niende riba road katika vitabu. Maliza mwalimu. Inasema ndio, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na kama tungetaka tungelipelekea katika kila mji mwonyaji wao. Tungelipeleka katika kila mji mwonyaji wao. Lakini tumemleta Nabii Muhammad ndio kwa watu wote. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Wakristo Bwana asifiwe. Bwana kuna sauti za Wakristo. Kimya. Kumbe jamani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio kwamba ana wokovu, kweli si kweli? Kweli. Na ametuma kwa ajili ya watu wote. Lakini Yesu ametuma kwa Israeli peke yao. 17:9 Yohana. Maliza. 17:9 Yohana. Sio kuimba tu Yesu ni wangu wa uzima wa milele, wa uzima wa milele, wa uzima. Teremka mwalimu. 17:9. Kitabu cha Yohana. Inasemaje? Mimi nawaombea hao. Mimi nawaombea hao. Siwaombei ulimwengu. Hao ni kina nani? Wana wa Israeli. Na hapa ni wapi? Hapa ni Kenya. Hapa ni ulimwengu. Mchungaji yuko katika ulimwengu ama mchungaji yuko Israeli? Yuko ulimwenguni. Na Yesu anasema haombei nini? Haombei ulimwengu. Kumbe hakutumwa wapi? Ulimwenguni. Alitumwa wapi? Acha nimuongezee nyingine, sija akasema mwalimu jamani. 13:23 kitabu cha Matendo. 13:23 Matendo ni mitume. 13. Yaani wewe kazi yako mchungaji kuimba tu mbele atawale, nyuma atawale, kando atawale, mwachie Yesu atawale. Wina inua Yesu, inua. Sasa jamani, mtamuinua Yesu mpaka lini? Maliza mwalimu. Inasema katika uzao wake mtu huyo. Roho Mtakatifu amepanda. Maliza. Katika uzao wake mtu huyo. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Waisraeli Mwokozi. Yaani Mungu amewaletea Waisraeli nini? Mwokozi. Yaani Yesu kama alivyoahidi. Kumbe Mungu aliahidi atawaletea Waisraeli nini? Mwokozi. Akawaletea Mwokozi ambaye kwamba ni nani? Yesu. Lakini sisi ambaye kwamba tuko Kenya, Tanzania na Uganda tumeletewa Mwokozi wetu ambaye kwamba anaitwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unapomfuata Muhammad jikoni finari jahannam, kwa maana wao wanaoa. Unaona msiba kabisa. Na Yesu atafundisha popote ndoa. Kama kuna Yesu amefundisha ndoa katika kitabu yoyote, aniambie anaoa kwa mjibu wa nani? Mwalimu nipo. Baada ya dakika 10 nasikia. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema vipi? Kabisa. Je, huyu Yesu huyu sawa kabisa. Huyu Yesu ana mamlaka? Hana mamlaka, kweli si kweli?
kweli? Hana mamlaka. Hana mamlaka Yesu. Ndio. Kwa maana anaambia wana wa Zebedayo ya kwamba ana amri kufanyaje? Kuwapa kiti cha uzima. Sasa maandiko, twende kwenye maandiko. Baba, nipo. Tumuulize Mtume Muhammad. Je, turudi katika baruani. 8:24 tuone kama kuna uzima ama hakuna, ndio tuendelee na maandiko mengine. Aya, sadakta. Turudi kwa baruani. Mchungaji, leo Roho Mtakatifu amepanda bwana. Teremka. Inasema, enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Muitikieni. Mwenyezi Mungu na mtume. Anapo. Muitieni jambo. La nini? La kukupa uzima wa milele. Alakumbe ukimfuata Muhammad unapata uzima wa nini? Wa milele. Lakini uzima wa milele wa Yesu ulikuwa watu gani? Wa Israeli. Na sisi sio kina nani? Si wa Israeli. Baba, nipo. Hebu tuulize maandiko yanasemaje? Je, Yesu alipozaliwa, naam, alizaliwa kwa ajili yetu sisi sote au la? Mathayo 1:18. Mathayo 1. Kitabu ni cha Mathayo. Naona msomaji wangu leo babu. Roho Mtakatifu anamshika, naona hapa maandiko yenyewe yanatolea kawaida. Maliza mwalimu. 1:18. Inasema, ndio, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kulikuwaje? Maria mama yake ndio alipokuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Kabla hawajakaribiana, ndio alionekana na mimba. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maliza. Na Yusufu mume, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asifanyaje? Asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisemaje? Akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usifanyaje? Usihofu kumchukua Maria mkeo. Kwa nini? Maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye tazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Maliza. Maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na nini? Na dhambi zao. Watu wote na watu wake. Alakumbe kuna watu wa Yesu ambao ni kina nani? Wa Israeli. Alafu malaika akasema yeye Yesu atawaokoa watu wake na dhambi zao. Sio watu wote. Unaona bwana? Kabisa. Kwa hivyo mchungaji siku ya mwisho akimtegemea Yesu wapi? Binari Jehanamu. Kwa maana Yesu ametumwa wapi? Israeli. Sio wapi? Sio dunia nzima. Sio Kenya. Alafu mimi namshangaa mchungaji, wanataka kutuadaa. Wanataka kuadaa watu. Wao wana nabii wao. Anaitwa Helen Gabriel White. Kabisa. Helen G. White. Tena mwanamke. Kama unadanganya kuja hapa sema mwalimu umedanganya. Watu wa kanisa la Kiadventista wana nabii wao wanaitwa Helen Gabriel G. White. Tena ametoka America, Michigan. Kule. Na mume wake alikuwa anaitwaje? Anaitwa jina la nitoka kidogo. Alikuwa na mume wake. Sasa huyo nabii wao wanamsikizia Yesu, wanasema Yesu ni wao. Lakini kumbe Yesu yaani mlango wa nyuma wanampinga Yesu. Wapi Yesu alitabiri atakuja nabii mwanamke ataitwa Helen G. White na ataanzisha kanisa ya Kisabato. Kabisa. Ipo? Hamna. Sasa mimi nashangaa. Hapa tuna bado ngapi? Kwisha. Bado dakika 5 nyingi sana. Hujakwisha mzee. Wewe umejua shindano. 5 nyingi. 5 nyingi. Mwalimu, ipo. Sasa unaona yale tunaweka mambo pale uwanja. Kumbe wana nabii anaitwa Helen G. White. Alafu wanasema wanampata Yesu. Yesu hajui. Yesu anataka kutambua mambo kama hayo. Yesu hajui hiyo. Na mafundisho yanasemaje katika 14:34? Wakorintho wa kwanza 14:34. Wakorintho wa kwanza ndio 14:34. Inasemaje? Inasema hivi, wanawake na wanyamaze katika kanisa. Wanawake wanyamaze wapi? Katika kanisa. Lakini Helen G. White alifundisha wapi? Kanisani. Sasa anafuata Biblia ama anapinga Biblia? Anapinga Biblia. Ndio kwa maana akawa anahubiri wapi? Kanisani. Na andiko limesema wanawake wasihubiri wapi? Kanisani. Sasa wapi andiko katika Biblia? Helen G. White ni nabii aliyetabiriwa na mitume. Kwa maana Muhammad katabiriwa na mitume katika vitabu. Katabiriwa Muhammad atatoka wapi? Isaya 21:13. Aya. Kitabu ni cha Isaya. Muhammad anatoka wapi bwana? Unaona hapo kwa Biblia, lakini Helen G. White yuko wapi? Kwa Biblia. Maliza maandiko. Aya, Isaya 21:13. Dini ya Marekani, dini ya wazungu hii. Maliza. Inasema ndio ufunuo juu ya Arabuni. Biblia imesema ufunuo juu ya wapi? Arabuni. Ufunuo upewa kina nani? Wana wa manabii. Na kumbe kuna nabii atakayetoka wapi? Arabuni. Hiyo ni Biblia, kweli si kweli? Kweli. Na asipomfuata Muhammad, Paulo anamwambia nini? Waefeso 1:13. Waefeso 1:13. Leo wote nawaka. Teremka. Inawaka.
wa Efeso 1:13. 1:13 inasema Ndio. Kitabu kisichokuwa na ua wala bismillah ndani yake. Inasema hivi. Ndio. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kusikia neno la kweli. Mmekwisha kulisikia neno la kweli. Habari njema za wokovu wenu. Paulo alikuwa muongo, lakini hapo aliongea mambo ambayo kwamba ni ya kweli kabisa. Nanyi katika huyo mmekwisha kusikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Maliza. Tena mmekwisha kumwamini yeye. Na kutiwa muhuri. Na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Ndiye aliye wapi? Ndiye aliye Arabuni. Kumbe huyo nabii mwenye wokovu yuko wapi? Arabuni. Asante sana. Biblia haijakosea. Kumbe huyo nabii yuko wapi? Arabuni. 42:7 Qur'ani. 42:7 Qur'ani. Qur'ani kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na namna hivi ndio tumekufunulia Qur'ani kwa Kiarabu. Ewe Muhammadi, tumekufunulia Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ili waone watu wa Maka, ili wapate kuona watu ambao kwamba ulishuka katika mji wao ambao kwamba ni mji wa Maka, na walio katika nchi zilizomo pembezoni mwake, na katika nchi zilizomo pembezoni mwake, nao ni ulimwengu mzima. Anakuwa Muhammad mtume kwa watu wote wa ulimwengu mzima. Anakuja kuangalia ni gani, mwambie ni aya gani umetoa. 42 yuko kwa nyuma yako. Anafanya hii shindano leo hii si kawaida hii. Unaona baba dakika ngapi? Siwache hata kidogo. Mtume Muhammad kwa watu wote, Yesu kwa Israeli. 15:24 Mathayo 15:24 kitabu ni cha Mathayo. Yasemaje baba? Inasema akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe Yesu ametumwa wapi? Israeli. Sasa wakuja wafute hii andiko. Wakuja wafute. Wasema Yesu wakutuma kwa Israeli. Na mwachie kama sekunde. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na msubiri pasta hapa. Leo pasta hiyo suti nataka tubadilishe hiyo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Na mkewe. Asoma mstari wa 6 sasa, mstari wa 6 haraka. Mstari wa 6 inasema hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Teremka hujamaliza. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Sasa umesikia Mungu aliunganisha. Hiyo tu nimemrithi kwa hapo ile kwamba juu ya kwamba. Kwa hivyo katika Biblia ukisiona kama mimi pasta niko na bibi ama niko na mke, Mungu ndiye akafanya nini? Akaruhusu. Akasema hapa ya kwamba ni wapi wamama wanastahili kusimama na kuhubiri. Wakataja ile injili ina basi gani nimwambie msomaji. Yoeli 2:28 nimjibu hapa alafu nimkaribishe mwalimu wenzangu. Yoeli 2:28 inasemaje msomaji? Tusikie kama je, wamama ilitabiriwa watakuja kuwa wahubiri au la? Msomaji, naomba ungekaribia hapo unisaidie alafu nikupisha alafu nitakusomea. Mariga karibia nisomea alafu nitakusomea. Ili tumalize haraka. Pia Mariga nimalizie. Asante Mariga, hebu nisomea haraka. Nisomea haraka inasemaje? Yoeli 2:28 msomaji haraka. Yoeli ni 2:28 msomaji. Soma sura yake ya pili 28 2:28 mstari wa 20. Sasa tusikie wamama wanastahili kusimama na kuhubiri ama wasihubiri. Msomaji soma inasemaje? Hata ikawa baada ya hayo kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili teremka, na wana wenu waume kwa nini teremka, watatabiri teremka. Hujamaliza. Wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Wataona nini msomaji? Maono. Yaani nimekujibu straight. Biblia imesema neno la nane ya kwamba nyakati za mwisho, siku hizi tuko nyakati za gani? Nyakati za mwisho. Bwana asifiwe. Wakristo Bwana asifiwe. Tuko nyakati za nini? Na ilitabiriwa kwamba wewe utamimina juu ya nini? Wote wenye kweli. Tumemaliza. Mwalimu, sasa naomba ili kwamba uje uendelee na hoja. Mimi nilikuwa nataka tu nimjibu yule ili kwamba sema kwamba tumepita kada. Tujapita kada. Mwalimu karibu. Ametumia. Tafadhali.
ametumia taka 4 uko na taka 6. Kwa zile 10 tulikuwa tumetea. Sawa? Ni sawa. Sina tatizo. Wewe ni mwenyekiti tu kusherehesha watu, wachie sisi walimu tafadhali. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ninamshukuru Mwenyezi Mungu maana ametupa nafasi hii ili kwamba tuweze kuja na kuweza kusimamisha haki ya Mungu. Nami nimesimama hapa nikamsikiliza Abubakar akizungumza. Takriban dakika 20 ameweza kupewa aweze kufundisha kati ya mada inayosema ya kwamba kati ya Muhammad na Yesu nani ambaye anafaa kufuatwa kwa ajili ya uzima wa milele, au njia nyingine nani mwokozi wa ulimwengu. Lakini yeye amekuja hapa na mbwembwe zake, akaanza kunena maneno kwa akili yake, akaanza kudai ya kwamba ndivyo yalivyo kwenye maandiko. Abubakar, naomba unisikilize vizuri, maana umma umekusikiliza ukitegemea ufundishe, ukaja kudanganya tena kwa Qur'ani. Wacha nikutie juoni kwanza. Mwalimu wangu ndio yeye ameanza katika kitabu cha Baruani. Hebu soma 8:24 usikie. Baruani 8:24. 8:24. Sikia vile ambavyo alitia ujanja. Haya. Na naomba Mkristo uelewe ujanja wa Waislamu. Baruani. Maana ndivyo wamezoea kupenyesha maandiko na kuyapinda kwa minajili ya kudanganya. Maana wameruhusiwa kutumia uongo. Soma andiko. Inasema 8 mstari wa 24 Baruani. Inasemaje? Inasema enyi mlioamini. Enyi mlioamini, muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume anapokuitieni ndio jambo la kukupeni uzima wa milele. Akadai ya kwamba Muhammad anapeana nini? Ati uzima wa milele. Yaani ile maneno ya Qur'ani ni ya Muhammad ama ni ya Allah? Aha. Wewe ukija hapa utuambie nani anawapa uzima? Ni Allah au ni Muhammad? Maana amekuja akadai ni Muhammad anawapatia uzima. Yeye ni uongo bwana. Asante. Walimu wangu, mimi hapa kuna hoja ya msingi. Tena amekuja akadai ya kwamba eti tumeambiwa ya kwamba tuoe wanawake ambao tunapea. Unajua ni ya Muhammad. Akasoma Qur'ani 4:3. Akadai ya kwamba Muhammad ameambiwa waoe wanawake wanaotaka. Yeye Muhammad mwenyewe tabia yake ilikuwa tabia gani? Abubakar, sikia vizuri. Yule ambaye atakudanganyeni eti wewe mke unayetaka alioa mtoto wa miaka 6. Chukua maisha ya Muhammad. Maisha ya Muhammad. Maisha ya mtume. Inua juu. Ndio hii. Inua juu. Kitabu kiko hapa. Abubakar, ninaomba ukienda njia hiyo ambayo ulienda. Hapo ndani utakiona Mungu. Ayasema haya. Maana huyo alioa Aisha akiwa na miaka 6. Wewe mtoto wa miaka 6 unaweza oa? Huyo ni mtu ambaye unaita mtume. Unaweza fuata nabii ambaye anaoa mtoto mdogo wa miaka 6. Mwalimu wangu, nisaidie Mathayo 19:13. Mathayo ni 19. Yesu akiletea watoto wadogo anawaombea, anawawekea mikono, anawabariki. Ukipeleka Muhammad anafanya wake. Uniambia huyo ndio mtu utafuata kwa mtume? Kitabu ni Mathayo. Waislamu bwana wachana na Muhammad. Kitabu ni Mathayo. Inasemaje? 19:13. Mathayo 19:13. Nenda kwa Yesu. Mungu inasema napitia kwenye mapito ambayo anawaletea watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao. Kumbe Yesu alipoletea watoto wadogo aliweka mikono yake juu yao kuwaombea. Yes, wanafunzi. Kwa hivyo Yesu akiletea watoto aliwaombea. Muhammad akipelekewa kama Aisha, yeye anafanya ni mke, anao watoto. Yaani angekuwa leo Muhammad angekuwa kamiti amevunja miaka 120. Ndio hiyo. Sasa mwalimu wangu, tunauliza kati ya Muhammad na Yesu tumfuate nani? Faida ya kumfuata Yesu. Yohana 10:10. Yohana ni 10:10. Hiyo ndio faida ya kumfuata Yesu. Sio kusema ya kwamba unajua eti unakufa unaenda kaburini kama Muhammad. Yaani mwanadamu mwenye ni dhambi ilileta hiyo bwana. Ndio maana amekufa. Yeye mwenyewe
mwenye dhambi. Onyesha. Soma. Yohana 10:10 maandiko yanasema. Inasemaje? Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Ndio. Mimi nalikuja. Yesu anasema mimi nalikuja wawe na uzima. Ili wawe na nini? Na wawe na wote. Kumbe Yesu alikuja tupate nini? Tupate nini msomaji? Uzima wa milele. Nani imeisha? Tangazo 10 zimeisha. Nampa tu. Njoo unalalamika. Mwalimu wa Kiislamu tafadhali sana karibu. Kwanza naona kidogo kudili na mwanafunzi kama huyu itakuwa ni kazi ya bure. Wacha nimpe mwanafunzi mdogo, kwa maana kidogo nataka mapasta wakubwa kama hawa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Mwenyekiti kalia muda. Unaweza bonyeza tukaanza. Alafu naona Wakristo leo kwa kweli wamejituma. Alafu mchungaji ameleta msaidizi leo baada ya kuona siku 3 anaenda akilemewa. Kwa karibu kukuandalia kanzu yako. Mwalimu wangu, hebu tuwasalimie kwanza 16 Warumi. 16 kitabu ni cha Warumi. Ndio Ambacho kinasema hivi. Alafu changamke kwa ajili hizo dakika 10. Sawa Very fast kamradi. Haya, sadaka, twende. Kitabu kisichokuwa na bismillah ndani yake. Wala audu hakina, twende vitu. Salimia nani? Wakristo salimia nani? Salimia nani? Usu takatifu. Wakristo tunawasalimu. Biblia inasema tuwasalimu kwa hebu maliza. Makanisa yote wakiwemo wa Sabato. Tunawasalimu. Kwa hivyo mwalimu wangu amekuja hapa ameanza kulalamika. Sijui Muhammad kaoa mtoto mdogo. Kwani Adam si aliumbiwa mke? Na akaambiwa wazae. Ungetuambia Adam alikuwa na miaka ngapi? Ameumbiwa mke na akaambiwa zaeni. Mzidi kuongezeka. Ungekuja utuambie Isaka wakati alioa nani? Rebeka. Alimwoa akiwa na miaka ngapi? Miaka 3. Kwa hivyo uchunguzi fanya uchunguzi. Analisha mtoto anaenda anachota maji na awapea ngamia. Huyu Isaka anakuja anamuoa. Wewe unalalamika kwa Muhammad, mbona unaingilia wake za watu? Mimi simuelewa huyu. Tena wake wa Muhammad wanasaidia nini? Wanamsaidia nini? Turudi kwa malengo ya mada. Ungefunza umuhimu wa Yesu, mwalimu wangu. Yesu katumwa wapi? Na wanafunzi wake aliwaagiza waende wapi? 15 Mathayo. 15 Mathayo. Ndio. Bwana Yesu anawaambia wale tenashara. Ndio. Hao tenashara. Ukisikia tenashara ni kirabu, hao tenashara. Yesu aliwatuma. Sikiliza mchungaji, Yesu aliwatuma Akawaagiza akaagiza wanafunzi wake akisema katika njia ya mataifa msiende. Yesu aliwakataza katika njia ya mataifa kwanza msiende. wala katika mji wowote wa Wasamaria Ndio. msiingie. Yesu anawaaja, nyinyi mnaleta injili hapa mlitoa wapi? Yesu aliona wanafunzi wake, teremka. Afadhali shikeni njia. Ndio. Endea. Kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hivyo wanafunzi Yesu anawatuma Israeli. Je, ni kweli ama si kweli? Hapo 23 Yesu anaendelea kuagiza. Ndio. Lakini ikiwa watakapowafukuza, Yesu anaambia wanafunzi wake mtakapofukuzwa katika mji huu, ndio kimbilieni mwingine. wanaambia kimbilieni mwingine. Kwa maana Ndio. ni kweli nawaambia, hamtaimaliza miji ya Israeli. Ndio. Hata ajapo mwana wa Adamu. Hawa walitoa wapi injili wakatuletea? Na Yesu hajakuja. Yesu hajarudi. Yesu anasema mpaka wamalize nini? Miji za Israeli. Kwa hivyo hawajamaliza, maana Yesu hajarudi. Wamekimbia mpaka hapa katikati. Mimi nawashangaa hawa maskini ya Mungu, mnafuata Mtume Muhammad. Wamekimbia mpaka Narok, hawajamaliza Israeli mwalimu. 21:107 Qur'an. 21:107 tuwakopeshe nabii ambaye ametumwa kwao. Habari hawana. Huyu anafaa kufuatwa kidume. Sikiliza. Maskini hawana habari. Qur'an 21:107. 107. Bismillahirrahmanirrahim. Barikiwa. Nasi hatukukutuma. Sikiliza, nasi hatukukutuma. Hatukukuleta wewe Muhammad. Hatukukuleta wewe Muhammad. Ila
kwa mtume 12:7. Mathayo 12:7. Mtume Muhammad ndio rehema kwa walimwengu wote. Wacha tuulize Yesu, unataka rehema kwa mtume? Sikiliza. Mathayo. Bwana Yesu anasema hivi, ndio. lakini kama mngalijua maana yake, lakini kama mngalijua maana yake, neno haya ndio nataka rehema. Kwa hivyo Yesu anamtaka Muhammad kwa sababu Muhammad ndio rehema. Yesu anasema anataka rehema. Njoni kwa mtume bana, si sadaka. Alafu mkikaa huko kwenye mnakaa hamtaona uzima wa milele. 13:23 Luka. 13:23 aya yake ni ya Luka. 13:23. Yaani mimi nakufunza polepole upate kuelewa. 13:23 Luka. Walisema si aya, ni maandiko. Hayo ni maandiko kweli, si aya hawa. 13:23 inasema, ndio. Inasema mtu mmoja akamuuliza, hapa kuna mtu anakuja anauliza Yesu, je, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache? Yesu anaulizwa watu wanaookolewa ni wachache. Teremka. Akawaambia, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Wanaambia jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba ndio wengi watataka kuingia. Na ukiangalia dunia nzima Wakristo ni wengi watataka kuingia, wasiwezi. Ndio, teremka. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, wakati mwenye nyumba atakaposimama na afunge mlango, nanyi mkaanza kusimama nje kubisha. Wataanza kubisha mlango, Bwana Yesu tufungulie. Watasemaje? Ukisema Bwana tufungulie, yeye atajibu na kuambia nini? Siwajui mtokako. Mchungaji, Yesu siku ya mwisho anakuwa sikujui utokako. Anatambua. Lakini sisi Waislamu tutakuwa wapi? Teremka hapo. Ndipo mtakapoanza kusema tulikula na tukanywa mbele yako. Wataanza kusema Bwana Yesu, nawe unifundisha katika njia zetu. Walimu wangu wanakula mkate na wanakunywa divai. Kweli ama si kweli? Kabisa. Kwa hivyo siku ya mwisho watakuwa wanasema tulikula na tunakunywa mbele zako. Teremka. Naye atasema, na Yesu atasema, nawaambia, ndio siwajui mtokako. Ondokeni. Wewe ndio Waislamu bana. Yesu anawakataa siku ya kiyama. Yesu anasema ondokeni kwangu ninyi nyote, ndio mlio wafanyaji wa udhalimu. Teremka. Usifunge, teremka. Kuna kitu kutakapokuwa na kilio na kusaga meno. Mpaka kusaga meno. Teremka. Mtakapomuona Ibrahim huko paradise, mtamuona Ibrahim na Isaka na Yakobo. Hawa ni Waislamu, watamuona Ibrahim na manabii wote katika ufalme wa Mungu. Na manabii wote katika nini? Ufalme wa Mungu. Alafu mchungaji akakuja akasema hii Qur'ani ni ya mtume, nanyi wenyewe mmetupiliwa nje. Maskini ya Mungu katumbiliwa. Sijui mwachana na Ellen G. White. Huyu ni mtu wa Amerika na hakuna nabii aliyetoka Amerika. Manabii wote wametoka Middle East, wote kuanzia Ibrahim, wote wametoka huko. Kwa hivyo nabii ambaye anatoka Amerika, mwachana na yeye bana, mfuateni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu anamuingilia mtume sijui nini. 22:15 Qur'ani. 22:15 Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ametafuta supporter wake. Sikiliza hiyo ni dawa yako. 22:15. Mwalimu, tena wachungaji wote sasa wanasikia baridi. Wanajikunja kweli kweli. Wakunde kwa Waislamu. 22:40 inasema, ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Barikiwa. Hamuabudu badala yake Mwenyezi Mungu ila. 22:15. 22:15 kuniwia radhi. Bismillahirrahmanirrahim. Basi walipomchukua na wakakubaliana kumtia katika shimo la kisima kirefu. 22:15. 22 mimi nasoma 22:15. Bismillahirrahmanirrahim. Andiko anayedhani ya kwamba Mwenyezi Mungu hata mnusuru. Wewe mchungaji uliyekuja hapa, sikiliza Qur'ani. Anayedhani Mwenyezi Mungu hata mnusuru mtume, hata msaidia mtume katika dunia na akhera, hata msaidia mtume katika dunia na akhera, basi na afunge kitanzi juu, kisha jinyonge mchungaji. Kama hutaki kuyaona haya. Takbir. Allahu Akbar.
maisha. Raha. Basi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtume na Isa yani Yesu ni nani alitumwa katika ulimwengu mzima? Mwalimu wangu, naam, nisomee Mathayo 15:24 anzia 21 naanzia 20. Alafu niandike swali. Siendi kwa Qur'ani. Niandike swali hapo hapo. Inasema hivi. Sikizeni wasikizaji, msikizeni. Swali inakuja. Twende mwalimu. Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Yesu alitoka Galilaya akaenda kando Sidoni na Tiro. Natazama mwanamke Mkananayo na mipaka ile alitokea kukuja kwa Bwana Yesu ili amwokoe, akampatia sauti, unirehemu Bwana. Wale kama walikuwa wanapiga kelele sana ili Yesu amwokoe kwa sababu Yesu ni nabii wa Mungu. Twende, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi. Akamwambia Yesu, nirehemu Bwana, mwana wa Daudi. Kama ingekuwa Mungu angesema mwana wa Mungu, na mama alisema ande mwana wa Daudi kwa sababu alikuwa si Mwisraeli. Twende, binti yangu amepagawa sana, na anasema binti yake amekuwa chizi, anataka kuponywa na Yesu kwa sababu alisikia Yesu anaponya. Naam, kwa uwezo wa nani? Wa Mungu. Twende, wala yeye hakumjibu neno. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, twende, mwache aende zake kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Twende, akajibu akasema, Yesu akamjibu ule mwanamke akisema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea ya nyumba ya Israeli. Nataka mapasta wote, Mariga, huyo Dennis, wote wakuja hapa watoe andiko, kwa sababu Luka alikuwa mwanafunzi wa Mathayo alikuwa mwanafunzi wa Yesu na alikuwa anasikiza Yesu akisema neno na yeye anaandika. Kama atolee andiko kwamba Yesu alitumwa kwa ulimwengu mzima, bila nasema ametumwa kwa wana wa Israeli. Time imeisha mwalimu. Swali amesikia. Pastor, karibu jibu swali kwa dakika 5. Wewe kuwa mtumishi wake ili kuziinua kabila za Yakobo. Ili kuziinua kabila za nini? Yakobo. Yaani wana wa Israeli. Kwa habari na kuwarejesha watu wa Israeli waliohifadhiwa kwa habari hayo. Nitakutoa tena uwe nuru ya mataifa. Zaidi ya nini? Upate kuwa wokovu. Walimu wangu toa pole. Asante. Zaidi ya nini? Zaidi ya hayo. Baada ya kuwarejesha wana wa Israeli, zaidi ya nini? Zaidi ya hayo. Nitakutoa nuru ya mataifa. Uwe nuru ya nini? Mataifa. Andiko nasema. Inasemaje? Sema hivi. Upate kuwa wokovu wangu. Hata miisho ya dunia. Wokovu wangu hata nini? Miisho ya dunia. Kama wokovu wa Mungu hata miisho ya dunia ni nani? Yesu. Nimemjibu sijamjibu. Yesu leo imepatikana Yesu ndio wokovu wa ulimwengu wote. Yesu amesema. Maana atalalamika tu. Sasa mwalimu wangu, mimi nimekuja hapa mada ya leo ya mwalimu. Anakuja akapiga eti anapigia Muhammad Debe. Eti maana anaingilia dawa za mwenyewe. Sawa? Ninaingilia dawa ya Muhammad maana alioa mtoto. Ungekuja hapa na useme ni uongo hakuoa mtoto. Si amekuja hapa amenyamaza. Si alikuwa na muda. Lakini alijua ukioa mtoto leo mwalimu unakamatwa. Zaidi ya miaka 30 wewe uko jela. Kabisa. Yaani Muhammad angekuwa leo, yeye angekuwa yuko kamili. Hayuko kamili kabisa mwalimu. Mwalimu wangu, kama tusimfuate Muhammad hapo 74 24. Qur'ani soma kwa haraka bwana. Nisome gani? Qur'ani Farsi. Twende kwa haraka. Asante. 74 twende. 74. Yaani Muhammad sio wa kufuatwa. Ukimfuata Muhammad, mfuate at your own risk. Hiyo. Soma andiko. Basi nakaribia. Teremka bwana. Asante, nakaribia pale. Mkono wa pasi. Umesema gani? 74
74 74 24 twende kwa haraka. Haya basi nimefika. Inasemaje? 74 24 niko hapo. Inasema na akasema. Ndio. Na akasema. Hayakuwa haya aliyokuja nayo Muhammad. Aliyokuja nayo mtume Muhammad. Uchawi. Eti ile ni nini? Ni uchawi. Wewe utafuata Mungu mtume aliyeleta uchawi? Haya. Tufuate nabii ambaye alileta uchawi? Hapana. Ulimwengu. Ndio maana leo hata Muhammad ukimfuata subiri kidogo. Unanyang'anya masaa huyu. Subiri kidogo bana. Nina muda wangu. Ninaomba Osman, wewe ni mwenyekiti. Ninaomba tu kwa heshima kidogo tu. Ndio nasema hivi. Haya. Uko na mwenyekiti pande hii na pande hii. Dakika zimeisha. Haya, asante. Muda wangu kiisha niambie umeisha. Lakini andiko linaposomwa linasema ni vizuri likubalike liishe. Maana hiyo tumefanya nayo mikutano mingi. Si mkutano wa kwanza, na unajua ninakupa muda. Unaposoma andiko, maliza andiko, unalikatiza. Mwalimu weka swali. Sasa ninaomba uweze kunihesabia muda wangu. Asante. Mwalimu wangu. Ndio. Tunayoangalia ni faida ya kumfuata mtume Muhammad. Ndio. Kama vile ambavyo umedai Waislamu. Sawa? Kwanza yeye Muhammad. Ndio. Katika hebu nisaidie kwanza Qur'ani. Sawa? Ngapi? Qur'ani. Ahmadiyya. Farsi hiyo ambayo umeshika. Asante. Sawa? Umeikamata vizuri. Ndio. Hebu teremka Qur'ani 46 29. 46 29. 46 29. 49 29. Na dakika 3. Nimefika. Nimefika. 46 29 inasema. Piga taribi yake. Na wakumbushe ulipokuletea kundi. Piga taribi yake hiyo. Ulipokuletea kundi. Piga taribi yake hiyo. Basi nakupea. Inasema Mtume Muhammad kama alivyopelekwa kwa wanadamu kama Abubakari, ndivyo alivyopelekwa kwa majini. Hivyo ndivyo alivyopelekwa kwa nini? Kwa majini. Kwa hivyo ukiona Muhammad ni nabii wa Abubakar ujue ni nabii wa nini? Majini. Teremka. Ikaendelea kusema kama Qur'ani nzima. Hadithi za mtume inavyoonyesha. Ndio. Inateremka kusema. Inasemaje? Lakini namna alivyokuwa akikutana nao majini. Sisi hatuna habari. Sema. Lakini tuna yakini juu ya kuwa akikutana nao. Soma hii. Asante. Ndio. Basi naleta inasema la shaha. Nimekuonyesha kwenye saini. Kwenye saini. Inasema hakuna yoyote ndio katika neema zako. Hujaona hiyo. Wacha nikuonyeshe katika hii. Asante. 46 umeweka vizuri sana. 46 29. Wacha nifungue. 49. 29. Na nakupa nimepika tayari. 46 29. Mahali nimekuwekea kwenye point. Umesema 46 29. Fungua kwa haraka tafadhali. Wacha 40. Basi nimefika. Inasemaje? Umesema nikupe ngapi? 46 29. 29. Basi inasema hivi. Inasemaje? Kwenye point ama nini? Ndio hiyo kwenye point ndio hiyo. Inasema hivi. Soma. Inasema hakuna yeyote katika neema zako tuliyoikadhibisha. Kwenye point. Bali anasema kwa kusema bali tunamshukuru Bwana. Anasema sema na mtume aliwasomea binadamu ndio hawakujibu chochote. Mtume ndio akawatayarisha akawaambia akasemaje? Ndugu zenu wa majini walijibu jawabu nzuri. Jawabu nzuri ndio waliposikia haya. Sema hii, malizia hii. Sema hivi ili niulize swali. Inasema
imeisha. Je, Muhammad ni mtume wa majini au la? Asante. Asante. Kwanza kabisa Waislamu wangapi kwa hapa? Mwalimu, kabla useme acha niseme jambo moja. Mkutano wengi hivyo. Ukianza mkutano kama hii, tunatoa walimu, kwanza kutoa wanafunzi, Msituletee wanafunzi tena. teremka. Sema. Ndio. Nabii Muhammad. Ewe Nabii Muhammad, Enyi watu. kwanza tuwaone watu. Hebu tulia. Kama wewe ni mtu mkono juu. Hata kama wewe ni ng'ombe mkono juu. Kama wewe ni mtu sema maliza. Enyi watu. Ndio. Hakika mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu. Wenu nyinyi nyote. Waislamu takbir. Kumbe Muhammad ni mtume kwa watu Wote. Hebu tumuulize Yesu. Kuta Biblia implemento. Teremka. Implemento. 10:23. 10:23. Inasemaje? Kitabu ni cha Mathayo. Aya sadaka hata nifike hapo mwalimu wangu. Mathayo 23 mtuzi wake mwalimu. Inasema hivi. Teremka. Ujio huu wa mwana wa Adamu. Ujio huu wa mwana wa Adamu yani Yesu. Hausiki na dunia nzima. Hausiku na dunia nzima. Bali ndio unawahusu Waisraeli peke yao. Waislamu takbir. Allahu. Kumbe Yesu anahusu kina nani peke yao? Waisraeli. Ili Biblia sio mimi. Anashika masikio. Waislamu takbir. Allahu. 15:24 Mathayo. 15. 24. Ndio. Kitabu ni cha Mathayo. Sio kuimbia tu watu ingia. Nyinyi nyote ni makondo. Kumbe wanakuwa nini? Teremka mwalimu. Inasema Ndio. sikutumwa ile kwa kondoo Ndio. waliopotea Wa nyumba ya Israeli. Kumbe Yesu mwenyewe anasema hakutuma ile kwa kina nani? Waisraeli. Lakini Muhammad kwa watu wote. Baba, mimi si nimesema. Ni Qur'ani na Biblia imesema. Sasa ukija hapo uanze mambo umeshindwa na mada, unaanza sijui mtume Muhammad ni mtume majini. Hiyo si mada ya leo. Kama mmeshindwa sana ndani siku zingine, muongeze masiku tuwafundishe. Waongeze tu. Andiko mwalimu vipo. Kwanza kabisa mwalimu. Naam. 22:29 Mathayo. 22. 29. Kitabu ni cha Mathayo. Mariga atakuwa anatuonea hapa napitia huko. Teremka mwalimu. Inasemaje? 22:29 Mathayo Inasemaje? Inasema Yesu akajibu akawaambia, ndio mwapotea. Kina Mariga na wenzake wanapotea. Kwa kuwa Ndio. hamjui maandiko. Kwa kuwa hawajui nini? Maandiko. Maliza. Wala uwezo wa Mungu. Kumbe wajui uwezo wa nani? Wa Mungu. Wala nini wajui? Akajifundisha kwanza au vipi? Akikuja hapa ulize swali. Hawacha kufanya. Hawatakwenda kuja kwa mkutano. Mkutano ulikuwa na amani siku zote. Mwalimu Nipo. upo baba? Nipo. Sasa jamani, maandiko yako wazi kabisa. Sasa tumuulize 13:23 Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Ndio. Kuna mahali ameweka kiporo. Wapi? Hapo penye umeenda. 13:23. 23. Matendo ni Mitume. Inasemaje? Inasema katika uzao wake mtu huyo. Katika uzao wake mtu Yesu. Mungu Ndio. amewaletea Israeli mwokozi. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Yani Yesu kama alivyoahidi. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Sikilizeni mtasikia. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Au vipi mwalimu? Kabisa. Mungu aliahidi tangu zamani ya kwamba Yesu ataletwa kwa watu gani? Waisraeli. Na ahadi ya Mungu haifanye nini? Haivunjiki milele. Sasa wapi Mungu amesema jamani Yesu mimi Yesu sasa nimekasa Israeli na kutuma kwa watu wote hakuna. Hamna. Baada dakika ngapi sije nikakula haramu kwa maana muda wa mkutano umekwisha. Dakika ngapi? Dakika moja. Ni kweli? Isije kasemekana Muislamu amini kiweka maji chini weka chini sibishani. Ime experiment. Mwalimu ipo. Mwalimu upo? Sasa Yesu ametuma kwa watu gani? Muhammad 25:51 Qur'ani. 25:51. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ndio. Inasema hivi. Inasema ndio. Na kama tungalitaka tungalipeleka katika kila mji mwenyeji wao. Na kama tungalitaka tungaliwapeleka katika kila mji mwenyeji wao, lakini tumemleta Nabii Muhammad kwa watu wote. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Salamu alaykum. Okay, leo tunashukuru, japokuwa tumekuwa na msano kidogo, lakini tunashukuru. Sisi ni binadamu, kawaida mwanadamu huwa anakosea. Kama kuna mmoja tumemkosea, atusamee na sisi tumewasamee. Kwa hivyo inshallah kuna watu tutaishia hapo kwa sababu saa ya sala ndio imekaribia. Nataka kwenda kusali inshallah siku nyingine. Basi dakika moja aombee watu inshallah.
Asante. Kwanza kabisa nataka nitoe shukrani kwa Sheikh Abubakar, mtu ambaye ni roho safi, na nilipoandika barua kwenye mosque imam aliweza kuitikia, tukawa na mjadala kama huu. Wacha na mimi niseme ya kwamba kama kuna mahali tumeenda kinyume, nyinyi pia mtusamehe. Naomba wakati mwingine tukiwa nayo tuwe watulivu, amen, ili ya kwamba mkutano iwe nzuri. Mandugu zetu Waislamu, tunasema asanteni sana kwa kukuja. Nitatengeneza nyingine. Mimi ni mchungaji Narok hapa, na nimeanza kitu kama hii, na nimepata kibali ya kwamba wamekubali tunaweza tukafanya pamoja. So tutakuwa na vipindi kadhaa. Abubakar, tutakuwa nayo kadhaa, nitakuwa nawalika kidogo kidogo hivyo tukizidi kuchambua. Mungu awabariki, asanteni. Siku ya kesho atakuwa hapa, watakuwa wanasafiri, hawatakuwepo. Na mimi pia nitaenda kupumzika. Lakini tarehe 1 nitakuwa pale, nilete injili kidogo hivi ya kufungua mwaka. Bwana asifiwe. Wacha tuombe tunapomaliza.